swala la dhana nzima kuhusiana na masuala ya haya ugumba kwa wanaume. Ni kweli sasa hivi dunia inaenda kwa kasi kidogo, tunaona zamani ilikuwa inaonekana mwanamke kama kuna shida kwenye familia, mwanamke ndio alikuwa analaumiwa zaidi kwamba kwa nini hazai. Umetuletea mwanamke mgumba, au mwanamke huyu ukiangalia kwenye familia yao, kwenye ukoo wao ukiufuatilia, wengi walikuwa wananyosha vidole zaidi kwa upande wa mwanamke, na alikuwa mwanamke ndo analaumiwa zaidi. Lakini sasa mambo yamebadilika. Sasa hivi tunaona wanaume baadhi yao wanakuwa na changamoto hii ya ugumba. Na changamoto hii ni kweli nikiri kwamba ipo kwenye jamii yetu. Nafikiri ni labda kutokana na mabadiliko pia ya masuala ya lishe. Tunakula vyakula hizi chips, kuku, vitu ambavyo viko tayari hizi. Tukienda kwenye mahoteli haya, mara nyingi utakuta tunakula vyakula ambavyo si wanaita si lishe bora, yani kwa maana kukidhi yale makundi yote maalum ya chakula ambayo ni muhimu, kama vyakula vya wanga, protini, na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ulaji pia wa vyakula, ulaji mbovu, kuwa na lishe duni upelekea pia kuwa na hilo tatizo la ugumba hasa kwa wanaume. Kwa pia kuzingatia swala la lishe. Ikiwezekana turudi kwenye vyakula vyetu vile vya asili, vitatusaidia. Hata kama hatuwezi kula vyakula vya asili kwa muda wote, lakini angalau mara moja virutubisho vile vitasaidia kupelekea kuongeza pia kuna kupunguza swala hili la ugumba. Lakini lingine, sasa hivi kutokana pia na michakariko ya kutafuta maisha, shughuli pia za kiuchumi, ni kama vile unakuwa na stress wakati mwingine. Kwa hiyo ukiwa na msongo sana wa mawazo, athari za kisaikolojia, kwa hiyo moja kwa moja, na kwa sababu ni swala ambalo linahusisha masuala ya kisaikolojia pia na hisia, kwa hiyo huenda ikachangia masuala ya utafutaji, huenda ikachangia kutokuwa na muda wa kupumzika, kutokuwa na muda wa kukaa kuzungumza na mwenzi wako vizuri, na kupelekea changamoto hizo. Na mkifika nyumbani wakati mwingine, na sisi tuna vikoba karibu vikundi 28, sasa tunakwambia kuna hiki, kuna kile, kuna sare, kuna nini. Kwa hiyo tunawatoa kwenye reli, wanasema. Tukishawatoa kwenye reli, mwisho wa siku unajikuta sasa tunaanza kuona mbona baba fulani hatusikii akiitwa baba vijawa, maneno yanakuwa ni mengi. Lakini wakati mwingine pia changamoto za kiuchumi zinapelekea pia ongezeko la ugumba. Na mambo ni mengi pamoja na masuala ya lishe, na masuala hayo pia ya masuala ya utafutaji, na masuala mengine ambayo yanaweza kusababisha ugumba kwa wanaume. Zamani ilikuwaga watu pia wanaenda wanacheki afya zao, hata masuala pia ya uzazi. Si vibaya kwenda kuangalia, kujua pengine baba changamoto iko wapi, na labda ni namna gani pia ya kuweza kuepuka jambo hili. Kama linawezekana kwa kutumia masuala ya virutubisho haya, unaweza kutumia. Kama inawezekana, basi kwenda kwenye maombi kulingana na dini yako, unaenda unapigwa kisomo, unaenda unapiga maombi, unasali pia kwa mambo Mwenyezi Mungu, maana watoto pia ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ile ni pumzi ya uhai ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anaitoa, na watoto ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia kuwa mgumba pia ni watie moyo kwa wale ambao pengine bado hawajabahatika kupata watoto, au ambao wana struggle kutafuta watoto. Mimi ninaamini Mwenyezi Mungu ni kila kitu. Tujitahidi kufuata vile vitu ambavyo vinatakiwa tufuate, kama nilivyosema, vyakula, kuzingatia lishe bora, kupunguza msongo ya mawazo, lakini pia kumrudia Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri.